kuzungumzia kitu ambacho ni kauli mbiu. Tumekuwa na kauli mbiu nyingi sana za msingi ambazo zimekuwa zikituelekeza kwenye utume. Na moja ya kauli hizo ambazo zimetuelekeza kwenye utume, ambayo tunayo hata sasa inayoendelea katika Tanzania Union, ni hii hapa. Nitakwenda nikimsubiri Yesu. Nitakwenda nikimsubiri Yesu. Sasa ndugu yangu mtangazaji, tumekuwa na mtazamo huo mkubwa kabisa ambao unatuletea kila siku mambo ambayo yanatusukuma kwenda kufanya kazi ya Mungu. Wakati ule Wajerumani wamekuja Tanzania kwa ajili ya kuleta injili hii ya Kiadventista, walifanya mikutano ambayo mikutano nayo ilikuwa na kauli mbiu. Lakini kwa miaka mingine iliyopita tumewahi kuwa na Mungu kwanza, mengine baadaye. Tumewahi kuwa nitakwenda nikimtegemea Mungu. Nitakwenda kwa nguvu za Mungu. Tumewahi kuwa na hiyo nayo pia. Kwa hiyo kwa sasa tunapoenda mwaka 2027 ni lazima tuwe na kitu ambacho kinatusukuma, lakini kitu hiki kwa sasa ni kama kipya. Yaani kipya. Na ndio maana tunasema matumaini mapya yanaanzia hapa. Na yanaanzia wapi? Hapo unaponitazama wewe. Unanitazama hapa kwenye mtandao wa kijamii. Kwa hiyo hapo unaponitazama kwenye mtandao wa kijamii, inawezekana unanitazama WhatsApp, mwingine atanitazama Facebook, mwingine atanitazama YouTube, na mwingine atanitazama katika mitandao mingine TikTok na sehemu zingine. Hapo unaponitazama ndipo matumaini yanaanzia hapa. Na ndio maana tumekusudia kila mshiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato atumie mtandao wa kijamii kwa ajili ya injili. Kwa ajili ya nini? Injili. Hivyo basi, simu yako ya kiganjani itapeleka ujumbe kwenye makundi yako sogozi yote, na maanisha WhatsApp group, kwenye makundi hayo yote, ikiwaambia watu kwamba Yesu anakuja, wajiandae kwa ajili ya ubatizo. Ujumbe wako katika Facebook utapeleka habari hiyo hiyo kwamba kumbuka, kubatizwa sio wewe peke yako. Alibatizwa pia Yesu mwana wa Mungu ambaye hana dhambi. Na alibatizwa kwa ajili ya watu ambao hawatapata fursa ya kubatizwa. Sio kwa ajili yako. Wewe ambaye fursa unayo leo, shuka kutoka Facebook, nenda mpaka kwenye kisima cha ubatizo. Batizwa kama Yesu alibatizwa. Na itatuandaa watu wote kwa ajili ya jambo hilo kubwa. Na miaka hii tunayoendea, miaka hii 2026 na 2027, tunalenga watu waelewe namna ubatizo ulivyo sahihi. Tunaye Mungu mmoja, ubatizo nao unatakiwa kuwa mmoja. Na ili tuweze kufikia watu wengi wako kwenye mitandao ya kijamii, ambapo zaidi ya bilioni 14 watu wanakesha kwenye mitandao. Hivyo basi, kama ujumbe wetu ukijaa kwenye mitandao, kama vile vitu ambavyo tunaviona havifai kwenye mitandao vilivyojaa, basi watu watatumia muda mrefu kuviangalia. Moja, lazima viwe vinavutia. Mbili, lazima viwe vinawashawishi watu kutaka kujifunza zaidi. Ninakutia moyo. One Voice 2027 iko kwa ajili ya injili kwa wote. Miaka michache iliyopita, Rwanda ilifanya mikutano na walibatizwa watu zaidi ya 200,000. Na ni sehemu ndogo, na wahubiri walikuwa ni wanahubiri kwa njia ile ya zamani. Sasa hivi tunahubiri kwa njia mpya kabisa. Wewe usikose kwenye mpango huu. WhatsApp status yako, it needs to reveal Jesus life. Your YouTube account, it's supposed to reveal the Jesus contents. When you are creating content in Facebook, in TikTok, in Instagram, or whatever, if you are conducting Zoom meeting or Google meeting, you need to conduct the content and create the content that can attract people to read something about Jesus.